Hii ni Miskanyi ni sehemu ya pili. Kama haukuangalia Miskanyi ni sehemu ya kwanza, basi linki nimekuwekea hapo chini kwenye description. Ingia hapo, moja kwa moja itakupeleka kwenda kuangalia Miskanyi ni sehemu ya kwanza. Basi sehemu ya pili tunaanzia ndani kwa Miskanyi. Tunamwona Uti, Fini pamoja na Amara. Kumbe walifanikiwa kuingia ndani kwa Miskanyi na wakawa busy kweli kweli kutaka kulivunja loka. Na aliyekuwa busy ameshikilia kijiti cha kuvunja kufuli la loka alikuwa ni Uti. Lakini mambo yalienda ndivyo sivyo kwa sababu walishindwa kuvunja kufuli hilo. Huku nje tunaona gari ya Musti nalo limezima tena. Si unajua tena alikuwa anamtoa out Miskanyi. Kwa hiyo gari likawa limebuma, akashuka na kuanza kulitengeneza. Na pia ikabidi amuombe msamaha Miskanyi kwa kile ambacho kimetokea kwa sababu hakutarajia gari hilo kama lingeweza kumharibikia njiani. Miskanyi akasema usijali. Baada ya hapo akalitengeneza na akaamua kumrudisha Miskanyi nyumbani. Bye, tutaonana Jumatatu. Musti akasema vipi kuhusu kesho? Lakini Miskanyi akamwambia nakuomba tu uende, nenda. Huku Fini na Uti wakawa wamemuona Miskanyi akirudi. Shit, tutafanyaje sasa? Kwa hiyo ikabidi wafungue dirisha na kurukia nje na kumwacha Amara ndani peke yake. Haraka wakawaita Lami na Fiona, hebu tuondokeni hapa. Lakini Lami akauliza Amara yuko wapi? Fini akamjibu kumwambia amebaki huko ndani, hebu tuondokeni haraka. Huku Miskanyi ndo anaingia ndani kwake, lakini alivyopakuta palikuwa hapaeleweki kabisa. Kwa hiyo ikabidi akimbilia jikoni na kuwasha taa na kisha akafungua oven kuangalia kama mitihani ipo. Hapo sasa Amara akatambua kuwa mitihani ipo kwenye oven. Basi Chisom wakawa wamerudi wakamwambia hatukuweza kuipata mitihani kwa sababu Miskanyi aliwahi kurudi. Amara yupo wapi? Fini akasema yupo ndani. Kwa hiyo mkamuacha. Kweli nimeamini kuwa nyinyi wa binafsi sana. Ikabidi tu akamwangalia Amara, kwa hiyo ikabidi amkabidhi mbwa Fini amwangalizie na kisha akaondoka. Huku kwa Miskanyi akahisi kabisa huko jikoni kuna mtu. Kwa hiyo ikabidi atafute kisu haraka na kisha akaanza kusogea kuelekea alipojificha Amara. Basi Chisom akafika na kurusha jiwe dirishani. Kwa hiyo Miskanyi akaachana na kumfuatilia Amara. Kwa hiyo akaamua kwenda kuangalia kilichotupwa huko dirishani. Basi akawa ametoka nje kwenda kuangaza kilichotupwa, lakini alivyogeuka sasa akashuhudia mbwa. Kwa hiyo na Fini naye akupepesa macho akamwachia yule mbwa. Alivyomwachia sasa Miskanyi alikimbia huyo. Huku Amara naye akawa amepata nafasi ya kuchukua mtihani. Kwa hiyo akaondoka moja kwa moja na Chisom. Basi wakawa wamekutana na Fini. Chisom akauliza mbwa wangu yuko wapi? Fini akasema mbwa wako amekimbilia msituni. Upande wa Miskanyi sasa anakimbia tu kama mpumbavu akielekea msituni, na huku mbwa anamfukuzia tu kwa nyuma. Sasa katika harakati zizi za kukimbia akajikuta anajikwaa kwenye gogo na kisha akapigiza kichwa kwenye mti na damu nyingi zikaanza kumwagika kutokea kichwani. Sasa zile damu ambazo zilikuwa zinamwagika kutoka katika kichwa cha Miskanyi zikaanza kupanda kuelekea juu ya mti. Bwana, sasa hapa itakuwaje? Basi asubuhi iliyofuata tunamwona Chisom akiwa busy kweli kweli kumuita mbwa wake Petra, lakini kimya kikatanda kwa sababu mbwa hakuweza kuitikia kwa chochote. Mara ghafla akashangaa na kuita Petra, Petra. Alichokiona mbele yake mbwa alichofanywa na Miskanyi. Basi akapiga kunga tu. Upande mwingine tunamwona mwanakijiji akiwa kwenye pikipiki. Mara ghafla tu akasimamisha pikipiki katikati ya daraja na kuanza kushangaa kwa kile ambacho anakiona mbele. Bana, yaani Miskanyi aliua mbwa wote wa kijiji na kuwakusanya katikati ya barabara. Huku shuleni sasa tunamwona mwalimu Mustafa akiwa anaingia staff room na akiwa amebebelea maua tu kwa ajili ya kumpatia Miskanyi. Madam Koikoi akasema, hayo ni kwa ajili yangu. Akasema hapana. Vipi, umenionea Miskanyi? Akasema hapana. Basi Musti ikabidi tu aweke yale maua juu ya meza na kuondoka staff room. Basi ikabidi aende kwa Miskanyi, lakini akapakuta hapaeleweki. Mara ghafla akasikia kama kuna watu wanakuja. Ni Chisom na Amara. Basi ikambidi atoke na kuonana nao. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi mwalimu. Basi Chisom akauliza umekuja kufanya nini? Na vipi umemwona Miskanyi? Musti akasema na mimi ningeuliza hicho hicho. Basi Amara akasema tulikuwa tumekuja kuuliza maswali ya French. Kisha akawauliza na kwa nini mnakuja kumuuliza hapa na isiwe huko staff room? Amara akasema tushamwangalia huko kote staff room lakini hayupo. Na mimi ndo namtafuta. Lakini Chisom akauliza kwani mara yako ya mwisho kuonana naye ilikuwa lini? Akajibu usiku wa jana. Kwa haraka Amara akasema samani mwalimu, tunahitajika kurudi darasani. Wakaondoka. Upande wa pili tunamwona mkuu wa shule anapokea simu juu ya upotevu wa Miskanyi. Moja kwa moja akafika mpaka kwa Miskanyi, lakini alichokigundua mule ndani kwa Miskanyi, alizishuhudia tu maski ambazo walitumia wanafunzi kipindi wanaingia ndani humo. Kwa hiyo ikabidi achukue picha ya Miskanyi na kwenda kuwaonyesha walinzi kama wamemuona. Lakini walinzi wakasema hapana. Sasa ameelekea wapi huyu? Upande mwingine tunamwona Amara yuko na mtihani tu wa French na anapitia maswali. Mara ghafla akasikia kuna wanafunzi wa primary wanapita nje ya chumba. Akatoka na kuwaita. Muda si wa plepo? Wakasema hapana kwa sababu mkuu wa shule amekanseli plepo.
amecancel. Basi walimu nao wakaanza harakati za kumtafuta Miss Kanyin ndani ya msitu. Miss Kanyin, Kanyin. Wakasaka na kutafuta ndani ya msitu kila kona, lakini wapi, bila mafanikio ya kumwona Miss Kanyin. Usiku mwingi tunamwona Rami akiwa anaelekea bafuni. Mara ghafla naye Miss Kanyin anafika. Hey, gang gang. Sasa kipindi anaendelea na mambo yake mule bafuni, ghafla umeme ukao unakuja na kukata. Kisha akaanza kusikia nyao kama za mtu anapita hivi. Akashtuka na kusimama. Akasema, nani huko huko? Yanasikika tu maji yanamwagika chooni. Ikabidi afungue mlango ili aondoke, lakini akapitishiwa kucha na Miss Kanyin za shingo na kisha akadondokea chooni huku damu nyingi zikimmwagika. Hey, na akafa hapo hapo. Basi akawa ni majonzi tu mjini shule juu ya kifo cha Rami, na mkuu wa shule akamwita tu Amara azungumze chochote kinachomhusu Rami kwa sababu yeye ndo alikuwa rafiki yake. Lakini Amara alishindwa kuzungumza chochote, ikabidi aondoke tu na kwenda mpaka chumbani, na yote haya ni kwa sababu tu ya mtihani wa French. Kwa akauchukua mtihani wa French na kisha akaupiga kibiriti huku akiwa analia vibaya mno juu ya rafiki yake Rami. Tunamuona Musti nje ya nyumba ya Miss Kanyin. Chisom naye akiwa anakuja akataka kurudi baada ya kumuona mwalimu, lakini akamwambia, we, hebu rudi hapa. Habari za asubuhi mwalimu. Kisha Mustafa akamuuliza, kwa nini uko hapa? Chisom akamjibu, niko hapa kwa sababu nilizani Miss Kanyin isharudi. Mustafa akasema, oh, bado kivyo vyote vile, lakini mimi na imani kabisa huko aliko anaendelea vizuri. Haukupita muda tunamwona mfanyakazi wa shamba la shule akiwa anakuja anamuita, Mustafa, Mustafa, nimekutafuta sana. Mustafa akamuuliza, kuna nini? Kisha akamwambia mazao yote shambani yamekauka. Hakuna jua kali wala ugonjwa wowote. Unaweza ukasogea mwenyewe kushuhudia hapa. Musti ikabidi asogee. Sasa kipindi anaangalia mazao yaliyokauka, akashangaa kukuta cheni ambayo alimpatiaga Miss Kanyin. Kisha kainua na kumuuliza yule mfanyakazi. Yule mfanyakazi akamwambia, nimeiokota katikati ya msitu. Akamwambia, hebu nipeleke. Basi akawachukua mpaka sehemu ambayo aliokota hiyo cheni. Ilikuwa pembezoni mwa mti. Sasa kipindi wenyewe anazungumza, Chisom akasogea mpaka pembeni ya ule mti. Akashuhudia damu kwenye mti. Akaita Mr. Mustafa, haraka akasogea na kisha akamuonyesha zile damu ambazo ziko kwenye mti. Kijana akasema, wahara deo. Kama damu itagusa kwenye huu mti, wahara rekwete. Basi Mustafa akamuuliza, unamaanisha nini? Akasema, angalia, nitakupeleka kwa babu yangu, atakuelezea kila kitu juu ya huu mti. Huku Kwauti anajiandaa sasa kufanya mazoezi yake ya mwisho kabisa ili aweze kuandika historia. Si unajua tena na mashindano. Basi akaanza mazoezi. Sasa kipindi anaogelea, Miss Kanyin naye kafika eneo lile, na Uti akavunja rekodi ya kuogelea kwa dakika ambazo anazitaka yeye. Sasa kipindi Uti anashangilia kuhusu kuogelea kwake, Miss Kanyin naye kaingia ndani ya maji na akamvutia ndani ya maji. Kwa hiyo akamzamisha na kumzamisha, afu kisha akamuinua na kumtupia nje ya maji. Kwa hiyo Uti akafa hapo hapo. Na sehemu ya pili tunaishia hapa. Tukutane sehemu ya tatu ili tufunge kabisa kipengele cha Miss Kanyin. Na wacha kama hivi, wahara deo, wahara lekwete. Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Msaudia TZ. Bye bye.